Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu watukufu Waislamu, kwanza kabisa baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuziomba ziada za khairi zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuziomba ziada za khairi zimwendee kiongozi wetu wa umma mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ndugu zangu, wapenzi watazamaji wa Kalela Online TV, kwanza nikukaribishe katika chaneli yenu pendwa. Usisahau kusubscribe, comment, kushare na kulike. Leo tutaelezeana jambo kubwa sana, jambo muhimu sana, nalo ni jambo la sihiri. Leo katika jamii yetu tuliokuwa nayo, watu wengi wamefungwa, watu wengi wana vifundo katika miili yao nje na ndani, lakini wanashindwa namna gani ya kuweza kujua kama mimi nina kifungo. Wanashindwa kujua namna gani ya kuweza kujiondoa katika mitihani kama hiyo. Unafanya kazi lakini mambo yako hayaendi. Unafanya biashara, pesa upati. Ukipata pesa au upati pesa nyingine mpaka kwanza pesa ile iishe. Kwa hiyo leo kwa mapenzi yake Allah tutaelezea mafundo ambayo wachawi wanamfunga binadamu. Kwanza tutambue mafundo yako aina tatu. Kuna mafundo ambayo mafundo ya kijicho, mafundo ya jini na mafundo ya kichawi. Mafundo ya jini, jini anapomwingia mwanadamu au mwanamke au mwanaume, anamwingia mwanadamu kwa ajili ya kumfunga mafundo ya ndani, hata kazunguka kwa shekhe gani duniani. Ikiwa mafundo yale hayajafunguliwa, jini atadai ametoka, lakini atoki, anakudanganya tu, baadaye anarudi tena. Utaona mtu anazunguka kwa waganga, anazunguka kwa mashekhe mbalimbali, wasomea ukia, mabingwa kabisa, lakini mtu aondoke katika hali kama ile. Kwa hiyo leo inshallah tutaeleza namna ya kuyafungua mafundo hayo. Lakini pia kuna mafundo ya kichawi. Haya mafundo ya kichawi, mchawi anafunga nje ya mwili. Kwa maana leo unaenda kwa shekhe kuombewa, baada ya kuona una matatizo, unarogwa, umechanjwa, vitu kama hivyo, lakini unapojaribu kujinasua katika tatizo kama lile inashindikana, kwa sababu kuna mafundo. Kwanza yatolewe yale mafundo, baada ya hapo ndipo uanze kufanyiwa kisomo. Na mafundo haya yako fundo, anaanza fundo 1 mpaka 7, wakati mwingine mafundo 11. Huyu mchawi anachukua uzi au kamba, anafunga mafundo huko, anasemea maneno yake ya manuizi, anafunga mafundo 11 ama mafundo 7. Mara nyingi wachawi asili ya mafundo wanaanza kuweka katika utosi. Utakuta mtu hapa ameweka fundo katika utosi, na sehemu zote tutaeleza dalili zake. Utajijuaje kama kweli wewe una fundo? Fundo la kwanza analifunga hapa katika utosi, lakini la pili analifunga katika kipaji cha uso, fundo la tatu analifunga shingoni, fundo la 4 analifunga hapa katika chembe ya moyo, fundo la 5 analifunga moyoni, fundo la 6 analifunga hapa chini ya kitofu sentimita 2 kwenda chini, lakini fundo la 7 analifunga chini ya uti wa mgongo. Hawa wachawi wakifanikisha kufanya jambo kama hilo, utaanza kuumwa, utaanza mambo mbalimbali, lakini pia tutaeleza kila sehemu moja ukifungwa fundo kuna hali zitakutokea. Twende kwanza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kulogwa na mtu mmoja anaitwa Labid ibn Aswam. Labid ibn Aswam, baada ya kuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafanya juhudi kubwa sana za kutangaza Uislamu, akaamua sasa watu wamfanyie uchawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakamtuma kijakazi wa mtume, wakamlaghai mtume sallallahu, wakamlaghai yule kijana, akaenda kuchukua nywele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akapelekewa mchawi huyo, akafunga mafundo 11. Baada ya pale mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kuugua, akaanza kupata maradhi, akaanza kuumwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Miezi 6 mtume wa Allah yupo kitandani. Mara tu Allah alipotaka mtume wake apone, wakatelemka malaika wawili Jibril na Mikail. Baada ya kufika pale, mmoja akakaa upande wa kichwani, mwingine miguuni. Wakawa wanaulizwa wamefanywa nini, wanasema matubu na melogwa. Bani alladhi tabaunani, ambaye amemloga? Wakawa wanasema Labid ibn Aswam ndo ambaye amemloga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutumia kitu fulani. Wakaelezwa, lakini mwisho kabisa wakamshika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamsomea bismillahir rahmanir Allahu yashfika min kulli da'i yudhika wa an hasidin Allah yashfik. Baada ya kusomea maneno yale, akasomewa qul a'udhu birabbil falaq, sema
najikinga kwa Mola wa mapambazuko, min sharri ma khalaqa, kutokana na shari alivyoviumba, wa min sharri nafath wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri al-ghasiqin idha waqaba, na kutokana na shari ya giza la usiku linapoingia, wa min sharri nafathati fil 'uqad, na shari ya wale wanaopulizia mafundoni, wa min sharri hasidin idha hasada, na kutokana na shari ya hasida anapohusudu. Wakamsomea qul a'udhu birabbin nas. Aya hizi mbili zote, sura hizi mbili zote ukizichanganya unapata aya 11. Kila inaposomwa aya moja mafundo yakawa yanafunguka. Baada ya yale mafundo kufunguka, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akapata nafuu, akapona, akamwita Ammar bin Yasir na baadhi ya maswahaba. Wale baadhi ya maswahaba walipoitwa akaenda kuangalia katika kile kisima, kilikuwa kisima kinaitwa Darwan, kisima cha watu wa kabila la Zuraiq. Baada ya kuangalia katika kile kisima, kweli wanaona uchafu, mafundo ambayo alifungwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wanakuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanamwambia ya Rasulullah, umewakosea nini watu hawa watu ya Rasulullah, wafanye chochote. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema waache, malipo yao watakutana nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika kipindi kinachofuata inshallah tutaeleza namna ya kujua wewe umefungwa fundo sehemu gani, na tutaeleza inshallah namna ya kuwafungua mafundo hayo. Al-kamalu lillahi wal afwa minkum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.